Naam, habari. Kwa majina naitwa Mr. Cloud. Leo nilikuwa napitia kitabu changu then nikakumbuka story moja ya mwaka 2018 ambayo iliwahi kutokea. Mwaka 2018 kuna mkoa mmoja nilikuwa natoka nikawa naelekea mkoa mwingine, lakini in between tukapataga ajali. Ajali ilikuwa ni mbaya kwa sababu kuna watu walifariki dunia, watu wa familia moja, wawili, mume na mke walifariki dunia. Kuna gari moja nilikuwa nimeipanda wakati natoka mkoa fulani nikawa naelekea mkoa mwingine. Kwenye ile gari tulikuwa abiria karibia 45 kuelekea 46. Tulikuwa wengi kidogo. Lakini kuna kituo tulifika, kulikuwa kuna askari, so wakatusimamisha, tulikaa pale kituoni karibia dakika 45, dakika 60, 45. Then wakati dereva anatoka, akawa anatoka kwa spidi kubwa sana. So nadhani alichokuwa anajaribu kufanya, alikuwa ana try to compensate zile dakika ambazo tumepoteza pale, kwamba aanze kukimbizana ili awahi kufika muda sawa kwenye ule mkoa ambako tulikuwa tunaelekea. Sasa tulikuwa tumetoka mkoa fulani mjini, tunaingia ile stendi, then mnapotoka stendi pale, mnavoenda sasa mnaendelea na safari. Wakati tunatoka hivi, dereva alikuwa kwa speed kidogo. So wakati tunatoka, kuna bodaboda akawa anatokea opposite. Akawa na iko speed kidogo kwa sababu anajua barabara yake haina gari yoyote. Kwa akawa anakimbia sana. So bodaboda akawa anakuja kwa speed na huku sisi nako tunatoka kwa speed. Then kwa nyuma ikawa kuna Land Cruiser ikawa inakuja. So Land Cruiser ikawa inajaribu kutu overtake sisi. Wakati mbele kuna bodaboda anakuja kwa speed kubwa sana. So in between pale ikatokea ajali. Bodaboda alifariki dunia, then ile Land Cruiser hakuna ambaye alikuwa amefariki, lakini kwenye ile basi, kwa sababu gari yetu sisi wakati tulikuwa tumepanda, dereva alipoona bodaboda anakuja, then Land Cruiser na cross over, akajaribu kukwepesha gari kwamba iweze kumkwepa bodaboda, lakini kwa bahati mbaya kulikuwa kuna mtaro pembeni. So kilichotokea ni kwamba sisi tulivyoingia kwenye ule mtaro, ile gari ikazama, alafu ikanyanyuka juu chini, yani matairi ya nyuma yakawa juu, then ya mbele yakawa chini. Of course dereva hakupona, alifariki dunia, lakini pia na baba na mwanamke mmoja na mwanaume mmoja wa familia moja, ilivyokuja kujulikana huko mbele kwamba ni mke na mume, walifariki dunia. Lakini sasa cha kushangaza kwenye ile tukio, wengi tulikuwa interested sana na kilichotokea kabla ya ajali. Wakati kabla ya ajali, kuna mama mmoja, alikuwa huyo mwanamke alikuwa amekaa pale nyuma na mzee, wakawa na discuss. Mama akasema niachie mwanangu, akawa anaongea maneno niachie mwanangu. Mzee anasema mwanao kwa nini? Yani mzee akawa anamwitikia mwanao hawezi kuchukuliwa, aende wapi? Mama akawa anazidi kuongea kwamba niachie mwanangu, niachie mwanangu. Sasa yani dakika chache sana baada ya hapo ndio ikatokea hiyo ajali. Ile ajali ilipotokea, mama akashout mwanangu kwa sauti kubwa. Aliposhout kwa sauti kubwa, baadaye ndo akawa amekata roho. Sasa nyuma ya yule mwanamke na yule mwanaume, yule mama na yule baba, kulikuwa kuna mtoto mdogo. Alikuwa wa kiume, mtoto mdogo tu wa miaka kama 9 hivi nadhani. Akawa amekaa pale nyuma. Sasa wakati ajali imetokea, polisi walivyokuwa wamekuja, walimkuta yule mtoto amezimia. So polisi wakawa wametangaza pale kwamba jamani, kila mtu angalia ndugu yake kama yupo. Walikuwa wamekuja na zile mic zile kidogo kubwa kubwa, wakawa wametangaza pale, kama ndugu yako yupo, kama hayupo toa taarifa kwa jeshi la polisi tuweze kusaidia. So polisi wakawa wanaendelea pale na huduma, wakawa wanajaribu kuokoa watu. Majeruhi walipatikana kama watu 5 hivi nadhani. Then vifo vilikuwa 3, dereva, makondakta. Bahati nzuri wakati gari inapata ajali walikuwa wanapita huku kugawa, kuna ile wanagawa juisi kwenye magari, so wakawa wanapita huku ndani. Kwa hiyo makondakta hawakuweza walikuwa wazima tu, lakini walipata majeruhi kidogo. Then dereva akawa amefariki na mzee pale na mama pale akawa amefariki. Sasa mimi kichwani mwangu nilichokuwa nakiwaza ni kwamba mama alisema niachie mwanangu, saa chache tukapata ajali. Tulipopata ajali, wakati tunapata ile ajali, mama akashout mwanangu. Nikawa nawaza, polisi walipotangaza kila mtu angalie ndugu yake, watu tulivyoangalia kila mtu na ndugu yake pale, kila mtu akasema ndugu yangu yupo, ndugu yangu yupo. Sasa huyu dogo ni wa nani? Yaani huyu mtoto huyu hapa nyuma aliyekaa hapa nyuma ni nani? Sasa akawa amezimia, kama baada ya muda fulani akawa amezunduka. Alivyozunduka akawa kama na maluelue fulani hivi. Sasa akawa anaita tu mama, 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 mama. Sasa kila mtu yuko surprised kwa sababu kila mtu amesema ndugu yake yupo. Na sasa hivi mtoto ameamka anaanza kuita mama, mama, mama.
So tukawa polisi wakawa wamemchukua, wamemweka pembeni, wakawa wanaongea naye, wakawa wanamuuliza majina yake, akawa ameyataja pale. Alipotaja ile majina, then akamwambia babako anaitwa nani, akataja majina ya baba, then akamuuliza majina ya mama ni nani, akawatajia. Sasa baadaye ikaja kugundulika kumbe yule baba na yule mama walivyofariki, wale waliofariki ndo wazazi wa yule mtoto. Kwa yule mtoto alivyozinduka, alivyokuwa anaita mamake ndio yule ambaye alikuwa amefariki. Kila mtu unajua kuna namna fulani nafika kwenye maisha unajisikia vibaya sana, yani vibaya sana. So sisi pale tukawa kila mtu sasa amekuwa mnyonge, yani tukio limetokea, ajali imetokea, kila mtu anamwazia yule mtoto. Alafu kwa taarifa ambayo ilikuwa imetoka ni kwamba alikuwa ni mtoto peke yake kwenye ile familia. Kwa hiyo baba na yule mama alikuwa bahati kupata mtoto huyu mmoja, na yule mtoto ndio yule pale. Sasa kwa kweli tulibaki kuwa wanyonge. Mimi moyo wangu uliumia sana baada ya kuona ile tukio limetokea, na nikawa nawaza sasa, huyu mtoto anaenda kulelewa na nani? Babake na mamake wamefariki katika ajali, katika mazingira ambayo unajua kifo ambacho unamuona mzee wako au unamuona mama yako anafariki ni kigumu sana. Bora tu usikiaje mama alifariki hivi, lakini unaona hivi wazee wanafariki, ni kigumu sana. So baada ya pale ambulance ikawa imekuja, na ambulance ikachukua mwili wa dereva, ukachukua mwili wa yule mama na mwili wa yule baba. So yule mtoto yuko pale anaangalia miili ya wazazi wake inachukuliwa, inaenda mochwari. Kwa kweli ilikuwa ni tukio ambalo lilikuwa limebeba huzuni kubwa ndani yake, huzuni kubwa.